Tatizo kubwa sana la watu ni kwamba hawana maono, na mtu ambaye hana maono ataishi alimradi. Kuna wale ambao wana namba za Vodacom, M-Pesa kule, huduma za kifedha, kuna Mwekeza. Leo tukiwa katikati ya mwaka, yani nikiwa na maanisha mwaka 2026 mwezi wa 7. Ni miezi 6 imepita tangu tukiwa tumeweka ile mipango yetu kwamba January, kipindi hiki nitaweka akiba au nitasave kiasi hiki ili ije iweze kunisaidia kwenye masuala yangu pengine ya kuenjoy. Kuna yale malengo ambayo tumejiwekea labda kufikia Disemba tuwe tumeweza kuyafanikisha. Je, ukijiangalia unajiona kabisa uko kwenye hiyo nafasi ya kuweza kufikia yale malengo ya kuweka akiba ambazo ulikuwa unazisema? Basi kama wewe ni miongoni mwa wale watu ambao bado mna hiyo changamoto ya kuweka akiba, basi leo tunaangalia ni kitu gani ambacho kinapelekea watu wengi kuweza kushindwa kufikia malengo yao ya kuweka akiba. Na pia tutaangalia mbinu mbalimbali ambazo zinaweza zikakusaidia wewe ili kuweza kuweka akiba. Na tutaangalia zile nadharia tofauti tofauti au naweza nikasema imani potofu kuhusiana na swala zima la akiba. Naomba nisiwe mzungumzaji sana kwa sababu leo niko na mtaalam ambaye atatueleza zaidi kuhusiana na swala zima la akiba na kuhakikisha hii miezi 6 iliyobaki tunaweza kufikia malengo yetu kwa namna gani. Basi naomba nimkaribishe ili aweze kutuelezea zaidi. Karibu sana. Asante sana Mr. Imani. Tumefurahi sana kuwa na wewe siku ya leo. Na ningependa pia ujitambulishe kwa jina lako na ni kitu gani ambacho unafanya ili watazamaji wetu hapo waweze kukufahamu zaidi. Shukrani sana. Mimi naitwa Gloria Msele, ni CFE. Nina shahada ya kwanza ya uhasibu na shahada ya uzamili kwenye sayansi ya fedha na masuala ya uwekezaji. Nimefurahi sana kuweza kujumuika na wewe, na pia kama ambavyo nimezungumza nilikuwa natamani tuzungumzie sasa. Hii ni katikati ya mwaka tayari. Kuna yale malengo watu wengi ambao waliniwekea kwamba kufikia labda Disemba au yamefika hatua fulani katika kuweka akiba. Lakini nimefuatilia mitandaoni na sehemu nyingine, naona kwamba watu wengi wanalalamika kwamba kuna gharama za maisha yanazidi kubadilika. Kwa hiyo wakijiangalia wanaona kabisa kuweza kufikia malengo hasa kuweka akiba itakuwa ni changamoto. Kwa kwanza ningeomba tuanze na swala zima kwamba hii akiba ni kitu gani ili hata kwa ule mtu wa kawaida kabisa aweze kutambua. Leo labda nifafanue akiba kwa namna ya tofauti kidogo. Kwanza niseme akiba ni kinyume cha mkopo. Kwa sababu mkopo ni kutumia pesa ya kesho leo. Kwa hiyo kesho inapofika wewe unakuwa ola, una kitu. Lakini sasa akiba ni pesa ya leo unayoitumia unaibakisha kuamka nayo kesho. Kwa hiyo unakuta status ya utajiri wako ni utajiri wa kuongezeka, si wa kupungua. Mfano, umefanya kazi leo ukalipwa shilingi 100,000. Ndio. Na tunajua sheria ya fedha inakwambia kipato chako toa 20% kama akiba. Sasa 20% ya 100,000 ni 20,000. Kwa kama leo umefunga siku umepokea 100,000 lakini ukabakiza 20,000 ya kuanza nayo kesho. Kesho ukimaliza siku haumalizi na 100,000. Ndio. Unamaliza na 120,000. Kwa sasa akiba ni kujijazilizia na kujijengea utajiri wako kesho kuanzia leo. Na umezungumzia zaidi 20%. Kwa nini 20%? Wewe uzuri bana, kila kitu kina masharti yake kwa lugha nyepesi. Kwa hiyo hata kwenye masuala ya fedha tuna masharti yetu, tuna principle. Principle ya masuala ya fedha ipo kwamba kipato chako unakigawanya sehemu kuu 3. Matumizi yako ya lazima ili maisha yaende,
matumizi yako ya matamanio, kuupa mwili pole, lakini pia akiba is a must. Sasa na hapo tunagawanya 50%, 30%, 20%. 50% bwana wewe tumia. Kula, lipa rent, gari yako, insurance ya afya, insurance ya nyumba yako ama usafiri wako and all that. 30% mambo ya kijamii, siku hizi kuna vikundi kama vyote, kuna harusi, kuna kwenda kufurahi, vacation za wale Disemba kuhesabiwa, sijui wale Dubai. Lakini ile 20% lazima uiweke pembeni. Ina malengo yake. Sababu kuna akiba kwa ajili ya emergencies, kuna akiba kwa ajili ya malengo, na kuna akiba kwa ajili ya uwekezaji. Kwa sasa wewe unaangalia nataka akiba ya nini, lakini ujue kwamba ile 20% inajenga mfuko wa akiba. Kila unapopata, na akiba haijai kujaa. Akiba haijai kujaa. Kwa hiyo usiulize tutaacha lini kutoa zile asili. Hatuachi, tunaendelea. Kwa sababu kama kuna dharura itatokea, utatoa kwenye mfuko. Lakini ukitoa lazima fanya nini? Uje uirudishe. Kwa hiyo manake hatuachi kutoa zile 20%. Na umezungumza vizuri, na naona kweli kuna umuhimu wa watu kuwa na akiba. Sasa pamoja na kwamba kuna huo umuhimu, unahisi ni kwa nini watu wengi wanashindwa kuweka labda hizo akiba, pengine kutokana na yale malengo ambayo wanakuwa wamejiwekea? Kuna sentence moja hivi ya Kizungu niliwahi kuisikia, inasema people have no vision. Therefore, they have no goals. That's why they have no priorities. Because they never thought of being successful. And when they look at you, they think we are the same. Hapo sasa ikija kwa Kiswahili chetu. Sasa kwa Kiswahili tutasaidiana kidogo. Baada ya tafiti nyingi imeaminika kwamba watu wengi hawana maono. Ndio. Leo ukimuuliza mtu miaka 10 ijayo unajiona wapi? Anakwambia bwana wewe, mimi hapa nina struggle tu kumaliza siku ya leo, unaniuliza maswala ya miaka 10. Unanichosha. Unaona Miaka 5 ijayo pressures of life zinafanya mtu asiwe kabisa na maono. Sawa? Au ataropoka tu, lakini hamna sema ambapo ameistate kwamba 5 years to come I want to be 1 2 3. Unaona? Sasa mtu ambaye hana maono hawezi kuweka goal kwamba nikifika hapa na tick niko njiani kuelekea. Unaona? Tatizo kubwa sana la watu ni kwamba hawana maono. Na mtu ambaye hana maono ataishi alimradi. Ataishi anavyoona ni sahihi, lakini hatafuata njia sahihi. Na umezungumza vizuri kwamba kuhusiana na swala zima la vision, malengo, na kuna msemo ambao unatumika sana hasa watu ambao wanakaa yani wana ule msemo kwamba mimi na kipato kidogo, labda unaniambia nikaweke akiba niweke kitu gani? Kwa hiyo yani kwamba kuna mtu ambaye kipato chake ni kidogo kiasi kwamba hawezi hata kuweka akiba. Kwa kweli wale wachumi wanajua, tuna sentence moja tunasemaga resources are always scarce. Yaani vitu vya thamani siku zote ni vichache, na hicho ambacho tunapambana nacho kila siku. Hata tajiri pia atakwambia pesa yake haitoshi, maskini pia atasema pesa yake haitoshi, anayepokea atasema pesa yake haitoshi, na ukimwongezea mshahara pia atasema bado haitoshi, kuna mengine pia ameyaona. Sasa tumeongea masuala ya maono na tumeongea masuala pia ya mafanikio, kuamini kwamba mafanikio wewe ni haki yako. Ndio. Sasa mtu ambaye ameshachora ramani yake ya kufanikiwa, hata kaa aone kizuizi kwamba kukosa hela kinanizuia mimi kuweka akiba kupata mtaji, hata kaa yeye ataangalia nipunguze wapi, nipunguze matumizi yapi. Nitoe mfano mzuri kwa ubaya. Zamani zile kabla bodaboda hazijawa famous, tulikuwa tuko radhi kuamka asubuhi, kutoka nyumbani mapema, kuwahi kituo cha daladala, unapanda daladala 500, 600 kwenda na kurudi 1000, 1200.
bodaboda ilivyoingia ili akutoe nyumbani sasa hivi kukupeleka kituo ni buku jero. Na ili upande daladala kwenda mjini ni buku. Unakuta bodaboda naye kutoa nyumbani kuelekea kituoni anakula hela ndefu kuliko naye kutoa kituoni kupeleka mjini. Sasa tuseme leo nitoe hitaji la boda. Kwa siku ya leo sitapanda boda, nitaamka alfajiri niwahi kituoni kutembea. Nimesave shilingi ngapi? Let's say 1,500. Kesho najisikia kula chips yai, lakini sitakula chips yai, wacha nitakula viazi vya kuchemsha na chai. Chips yai 3,000, si ndio? Lakini nikila viazi na chai buku labda nimesave shilingi ngapi? 2,000 nzima. From chips yai 3,000 tu vyakula vya buku. Kwa maana yake mwisho wa siku sio kwamba kipato ni kidogo, mwisho wa siku ni haujinyimi. Hauna priorities. Yaani wewe haujajinyima kitu ambacho sio cha muhimu kwa leo kwa ajili ya kitu cha muhimu cha baadaye. Kujenga mfuko wako wa akiba. It's okay kula shilingi 500, uweze wakakuzomea wakushangaa mbona kama vile haendi na sisi, lakini una lengo lako kichwani. Once you have maono, hakuna kinachokuwa kinakaa katikati yako na wewe kuyafikia. Utafanya juu chini. Nashukuru. Na vipi sasa kuhusu nazungumzia ni imani ambayo iko kwenye jamii yetu. Naweza nikatoa mfano. Kuna wale watu ambao wanalipwa mshahara. Mtu akilipwa mshahara, yani kama huwa kuna uchungu ambao anausikia. Kwa ile treatment ya pesa ya mshahara inakuwa ni tofauti, anaweza kusave. Lakini pia ikija swala jingine ni ile kwamba pesa imeingia ambayo hakuitegemea. Mara nyingi watu wanakuwa wanaenda kuitumia. Je, kwamba ni sawa kuijumuisha kwenye akiba au ni kama hivyo kwa sababu mimi haikuwa pengine kwenye malengo yangu? Maana umetuambia hapa kuhusu malengo kwamba nimepanga kwa mwaka huu labda malengo yangu ni haya, labda najua source yangu itakuwa ni mshahara. Lakini hela imekuja kutoka source ambao sikuwa mimi nimeitegemea. Hakuna dhambi ya kusacrifice malengo yako na kuyapita. Yaani unaweza ukatik malengo yako yameingia at 100% lakini ukavuka 100%. Sio mbaya, ni nzuri kabisa. Lakini niseme hivi, pale mwanzoni nilisema kwamba kitu kinachopita mikononi mwako kinakuwa cha kwako. Kwa hiyo wewe ile pesa ulipewa, ulifanyia kazi. As long as pesa hiyo ambayo ukuitarajia imepita mikononi mwako na imekuwa ya kwako, kile ni kipato, lazima utoe 20%. Whether you like it or not. Maana kumbuka, unapoweka akiba, ajiwekea mwenyewe. Yaani umwekei mtu. Ukilala ukijua kwamba na milioni 30 imekaa imetulia, emwekeza. Ile ni ya kwako. Sasa wewe ukisema hii pesa imepita mikononi mwangu sikuitegemea, nimepata tu bahati nzuri kama vile Mungu, alafu ukaenda kuitumia, umeenda kumpa mwingine. Tujue kwamba ikipita mikononi mwako kwa bahati njema, basi na wewe kuwa mwema kwako kwa kukata kiakiba kwa ajili yako. Maana akiba ni ya kwako. Nashukuru sana na umeelezea vizuri mno. Kuweka akiba, kuna watu ambao wanasema kuweka akiba ni tabia, kwamba kuna watu ambao wanafanikiwa kuweka akiba na wengine wanashindwa kuweka akiba. Je, kuna ukweli wowote kwamba hiki ni kitu ambacho kinahusiana na kitabia? Yes. Unajua tunasemaga mlee mtoto samaki mkunje angali mbichi, mlee mtoto katika njia impasayo hata iacha hata akiwa mzee. Kwa kuna tabia ambazo unaweza ukazijenga kwa mtoto akakuwa nazo. Tunasema huyu amejengwa. Lakini kuna tabia ambayo pia unaijenga baada ya kufahamu kitu. Unaona, ulikuwa haujui, umekisikia kwa mara ya kwanza, ni kitu kizuri kinakufaidisha wewe mwenyewe, unaanza kujifunza na kujijengea hiyo tabia. Mbona watu wanasali? Mbona watu wanapenda kuvaa vizuri? Umejifunza. Kwa hiyo kuna ambao wanaweza kuweka akiba kwa sababu walijifunza kwa wazazi wao, walijifunza kwa walezi, na kuna ambao hawajui kwa sababu hawakujifunza kokote. Lakini as long as unanisikia, yani hata kama ukianza leo, jua kwamba
kuweka akiba ni sehemu ya maisha. Kama ambavyo unasema kula, kulala ni sehemu ya maisha. Kufanya usafi ni sehemu ya maisha. Kwa hiyo tuondoe dhana kwamba wengine hawawezi. Sote tunaweza, ila unaamua. Unaamua kufanya, unaamua kuweka akiba. Unaamua kubana matumizi, uweke akiba. Yeah. Na umezungumza kwamba kuamua. Kwa sababu kama ambavyo tumezungumza mwanzo, mimi naamini mtu amekaa ile Januari kasema mpaka kufikia Disemba mimi nataka niwe na akiba labda za milioni 3. Lakini mwisho wa siku ukija kuangalia kama sasa hivi tunazungumza ni mwezi wa 7, unakuta huyo mtu hata pengine hana akiba zozote. Kwa hiyo inamaanisha kipindi ambacho anaanza alikuwa hajaamua, au maamuzi ambayo yanatakiwa ni ya koja. Uamuzi ni kuchukua hatua. Unaweza ukasema alafu usipochukua hatua wewe hujaamua. Wewe hujaamua. Lakini kuna yule ambaye ataamua, atafanya, lakini hatafikia lile lengo, lakini walau amechukua hatua, ameamua. Kwa hiyo ambao umesema nataka niweke akiba ifikapo Disemba niwe na haujaanza, wewe hujaamua. Amua sasa hivi, maana umeshachelewa. Wakati sasa hivi kwa ni jana. Leo ushachelewa. Kwa kama unaweza ukaanza kuweka leo, unajipiga na penalty. Kufidia muda ambao umeshapita. Na je, ni sasa kwenye hili swala zima la kuweka akiba, manake kwanza ulivyoanza ulikuwa umezungumza kuna watu wa aina tofauti tofauti au wa Tanzania wenye vipato tofauti tofauti. Je, sasa kuna labda sehemu maalum ya kuweza kuweka akiba kutokana na kipato cha mtu na mtu ya kuna sehemu kama hizo ambazo mtu anaweza kupeleka akiba zake labda pengine pendana na kipato chake? Yes. Unajua kujua ni shida kwa sababu usipojua hautafanya. Kuna watu wanakuambia mimi hela zangu haziwezi zikakaa benki. Makato. Yaani kila mwezi naweka lakini wananikata kila mwezi. Ukienda kutoa wanakata. Kwa hiyo mimi siwezi kuweka hela benki. Makato. Lakini sasa hivi kuna Selcom. Makato yao sio makubwa. Kuna wale ambao wana namba za Vodacom, M-Pesa kule huduma za kifedha, kuna M-Wekeza. Unaweka kaela kako kule. Na uzuri wa M-Wekeza unakuta wanakuambia tutakupa mpaka 13% kwa mwaka. Unaona? Lakini pia kuna mifuko ya uwekezaji. Treat them kama mfuko wako wa kuweka nini? Akiba yako. Ndio. Kuna UTT, kuna Faida Fund. Unaona? Hao wote wanakugarantii kwamba ukija kuweka hela kwetu, ukija kununua vipande, wao wanaita vipande, lakini kule umeweka hela yako. Kule unaweza kupata hadi 13% kwa mwaka kama kafaida. Pesa kama unakimbia benki kwa sababu ina makato, basi kuna huko ambako hakuna makato. Unaona? Kuna mwekeza ambaye hana makato. Na hata una simu ya kitochi, una simu, you can surely get those service. Unaweza kabisa ukazipata. Kwa hiyo kusema umeshindwa kuweka akiba kwa sababu hujui pa kuweka ni kwa sababu hujajua hizo sera. Lakini hujazitafuta. Maana kama unaweza ukasearch ukajua Ronaldo ana usajili kiasi gani, hujatafuta kinachoweza kukusaidia wewe. If you go to Google, una Google tu niweke wapi hela bila kukatwa. I'm so sure kuna hint pale utaipata. Kwa tafuta kujua ambacho kinaweza kukusaidia wewe kwa mazingira yako. I'm sure solution zipo nyingi sana. Yes. Hapo naona umezungumza kuhusu baadhi ya taasisi ambazo watu wanaweza wakaenda kuweka akiba zao. Sasa kabla hujaenda kuweka akiba kwenye hizo taasisi, ni kitu gani ambacho mimi kama mtu ambaye nataka kuweka akiba natakiwa kukiangalia kutoka kwa ile taasisi ili kuhakikisha pengine akiba zangu zinakuwa salama na pengine labda zinaongezeka? Okay. Unaweza ukaangalia vitu vingi sana. Lakini cha muhimu, je, are they legit? Kisheria ile taasisi ya fedha imeandikishwa? Je, wanalipa kodi? Yaani unaweza kutafuta vingi lakini visio na umuhimu. As long as they are legit, kianzio chake unakimudu, wewe anza kuweka.
Na kuna watu ambao wanakuambia, yani wanasema they are giving evidence kwamba mimi nimeweka huku nimefanikiwa, mimi nimeweka huku bado hela yangu ipo, naitoa ninapotaka, naweka nikipata, naweka kuanzia shilingi 1,000, 10,000, 5,000 na vile viwango unaviweza kutokana na uchumi wako. Wewe weka. Na wewe weka. Maana kuna ambazo kianzio ni 100,000 na wewe unaona kianzio cha 100,000 siwezi. Kuna ambao wanaanzia 10,000, kuna ambao wanaanzia 1,000. Wewe jitafakari kwanza, wewe uwezo wako uko wapi? Once you know kwamba taasisi hii ni legit na uwezo wangu mimi ninaweza kunaendana na taasisi fulani, basi fuata hiyo. Yeah. Na hapa na swali moja ambalo ili ningependa lije moja kwa moja kwako. Wewe ulianza kujifunza kuweka akiba ukiwa na umri gani pekee? Nani siwe muongo. Nimejifunza kuweka akiba nikiwa mtoto, lakini kuanza kutendea kazi ilikuwa ni utu uzimani. Sababu ukiwa mtoto una shield ya wazazi. Wazazi pale wako, wao watafanya, utajifunza, ila hautafanya. Utafunguliwa sijui benki, account za watoto, utaweka siku 2-3, baba naye atasahau kufuatilia na wewe utaacha. Lakini utu uzimani huko, baada ya kupata hela yangu mkononi, nimejifunza kuweka akiba. Na nilianza kwa ubaya. Unajua ile unaweka akiba nyingi sana kiasi kwamba unaishi maisha kama maisha ya mateso hivi. Yaani mtu akiona, mbona kama wewe unafanya kazi unapokea, mbona kama vile uendelei vizuri. Wewe una ile akili kama ninaweka nini akiba, lakini kumbe sasa ndo ninaposema masuala ya pesa na principles zake. Kwa hiyo personally mwaka jana ndio nimejifunza kwamba 20% tu. It's okay. Usijitese sana. Usijitese sana akili. Ndio maisha tunajifunza. Yeah. Sasa ni labda ni neno gani ambalo unaweza kuambia Watanzania ambao wanakusikiliza kuhusiana na swala zima la akiba? Kwa sababu mwisho wa siku kama ambavyo unaona maisha yanabadilika, kumekuwa na hizi changamoto za vita, kwa maisha yamepanda gharama. Sasa ukihusisha na hivyo vitu vyote na swala zima la akiba, unawaambia nini Watanzania? Kwanza ni wa encourage Watanzania. Pamoja na changamoto nyingi sana, jifunze wewe kuwa na maono yako. Ili asije mtu akaupa yeye maono yake. Kwa sababu hata tukikuongezea mshahara, matumizi yako bado yatapanda. Hautawaza akiba kitu cha kwanza. Na hiyo ndio trick ambayo inawakuta Watanzania wengi au watu wengi. Kwamba ukipokea pesa unawaza kwanza kuitumia kabla ya kuweka akiba. Pesa tungekuwa tuna nidhamu ya fedha, tunasema kwa sababu tunajua kiasi cha kuweka akiba nitatumia, ikifika kiasi fulani naweka, lakini hatuna hiyo control. Watu wengi hatuna hiyo control. Sasa tufanyeje? Basi kuwa mjanja. Cha muhimu sana, toa akiba yako. Kinachobakia utajisoti. Utaibaji tutakavyoweza, lakini utajiri wako wa kesho uweke kwanza pembeni. Ili na wewe usiingie kwenye janga kwamba nimeshindwa bwana weka akiba hata shilingi 1 kwa sababu gani? Matumizi yamekuwa mengi. Kwa hiyo unamaanisha akiba ianze kutolewa kabla ya matumizi mengi. Yaani akiba sio tu kujenga utajiri wako wa baadaye. Kuna akiba pia masuala ya dharura. Unaweza ukaumwa muda wowote, ukaachishwa kazi muda wowote, ukapata ajali muda wowote. Utafanyaje kama hauna kitu ambacho kitakusaidia kukubeba wewe kwenye mazingira yale magumu? Kwa hiyo ukijua umuhimu wa akiba, lazima utaitoa yenyewe ya kwanza, alafu matumizi mengine utayafanya baadaye. Nadhani kila mtu akijitahidi kufanya hivyo, kama una shida ya nidhamu ya fedha, basi tutasaidika sana. Kweli kabisa. Nashukuru sana, na nina uhakika watazamaji pamoja na wasikilizaji kuna kitu kikubwa sana ambacho wameweza kujifunza kupitia episode hii, na hata yale malengo sasa ambayo kuna wale ambao walikuwa wanatamani kuweka akiba tangu mwaka unaanza. Sasa hapa tayari wanaweza kujitathmini na wakaweza kuona ni hatua gani ambazo wanaweza wakazichukua ili kuweza kumalizia mwaka wakiwa na zile akiba zao
za kutosha. Kwa hiyo mimi naomba nikushukuru sana kwa kuweza kufika kuzungumza na sisi siku ya leo, na karibu tena siku nyingine. Shukran sana, asante sana.